Wewe sijui kama mmenotice siku hizi kila mtu ana training ngumi. Kila mtu by the way. Sijui celebrity mfulani ashakuwa boxer siku hizi, anataka kujua ngumi, mara sijui ashapanga match, sijui nini. Ndugu yangu, acha nikwambie kitu kimoja. Sawa sawa? My friend, we train ngumi kabisa. Lakini hiyo ngumi wacha ibaki kwa mikono. Sawa? Unless for obvious reasons. That is self defense, and at some point self defense inaweza kuweka kwa ngori ya manslaughter. Nataka niwapeleke na rada na story ya msee mmoja anaitwa Abdul. Based on a true story, Abdul mtu wangu alipatwa na ngori ya assault. Yenye ngori ya assault ili change, ikageuka ikakuwa ngori ya robbery with violence, and then later on hiyo ngori ikachange, ikakuja ikakuwa ngori ya affray, and then ikachange akasave mtu wangu kwenda ndani. Abdul ni boys mmoja mtu wangu alikuwa anatoka pale mita ya Coast mse. Akakuja jiji mtu wangu kwa assault. Coast pale alikuwa ni Gikonya ama ndio nini Donda. Alikuwa akipiga mambo ya matatu. Beba mtu wangu. So kupiga mahasol na nini mse. So Abdul mazee akapata nafasi mse, chance akakuja jiji kuanza kuhasol. Kuja jiji kuanza kuhasol alikuwa pale mtaa ya Tony Road akakuwa na hustle pale mtu wangu, anapiga hustle zake pale nini mse, anapiga shughuli zake pale za matransport na nini. So one day ika happen mtu wangu, Abdul alikuwa na very good customer care service. So alikuwa anapenda customer wake wakuwe harassed na nini. So alikuwa anapiga kazi yake pale. So siku moja akasikia fracas ama ni chaos ama nini side ya nje huko. Watu wanavutana. Abdul akajaribu kutoka nje kija kiangalia hivi akapata mazeni clients wake wanaharasiwa na msee hapo nje kwa parking lot ya ofisi yao. So Abdul kujaribu kuintervene pale nini. Yule msee mwenye alikuwa anasababisha hizo mangori hapo nje, huyo mwenye alikuwa anasumbua clients, akaanza kutusi Abdul. Akakujia Abdul juu akaanza kumprovoke. Abdul amejama, nakumbuka mtee anaangalia huyu jamaa mazee, anaambia msee mazee wewe nyamaza, mimi nimeacha tu wewe umeshinda. Huyu msee bado anaendelea kuongea. Sasa Abdul by the way alikuwa ni msee light skin. Alafu msee mwingine alikuwa kidogo ni msee wa huku juu. Get like let's say for example labda ametoka Western ama ametoka Central. So kuna hiyo huyu jamaa mwingine ni kama alikuwa resist, alianza kutukana Abdul akiambia Abdul nini bana, unaweza niambia nini wewe? Chiwawa sijui umetoka wapi nini. So Abdul alikuwa anasikia vibaya manze pale, anajaribu kucontrol zile hasira zake, anaona mpaka huyu jamaa anaanza kunidharau juu ya skin color na nini. Abdul akamwonyesha ni poa, Abdul akaenda zake anaenda kuingia kwa ofisi, huyu msee akatukana Abdul umbwa. Bro. Na unajua watu wa Coast mtu wangu, ukitukana msee wa Coast jina kama hiyo, it is like umemtukana yeye na uko wake wote. Wananibebanga na uzito. Juu kiitanga msee hiyo jina ana feel kama mimi ni dogi. It means mzaeni. It means madheni. So unajuanga hapo umempress vibaya sana. Abdul mtu wangu alirudi my friend pale. Akatembeza military beating. Unajua military beating my friend. Kibano next level my friend. Right na sweep ilitoka pamoja, kijana akakuja height hapa. Bro ilikuwa war. So time yenye Abdul alikuwa anachapana na huyo msee, kulikuwa na CCTV camera pale ya ofisi ya kina Abdul. Ilichukua scenario yote. Abdul pale alirudi, ikaonekana Abdul alichapa msee sweep na right at the same time. Akachapa msee nini. Au sio? Wewe ikakuja ikaamuliwa pale, Abdul akarudi kwa ofisi yake pale. Yule msee pia naye akajiondoa tu pale na nini. Yule msee alikuwa ni msee wa street. And don't forget that Abdul by the way na huyo msee kupigana, watu wawili walikuwa ni mabeshte. They are friends. Lakini out of provocation na nini hiyo matusi, Abdul akajama akachapa huyu msee. Abdul ni msee mwenye ana hustle kwa ofisi pale fita anapiganga shughuli yake. Na huyu msee mwingine mwenye amerusha hiyo wao pale anaitwa Ndume. Sawa? Huyo Ndume msee mwenye amechapana na Abdul hapo alikuwa mabeshte, but Ndume ni msee wa street, analalanga nje nini. Abdul akitoka ngamboka alikuwa anachukua Ndume akaenda kumbayanga food. Hakuwa anapatianga Ndume dojo na believe Ndume labda angeenda buy drugs. Alikuwa anambia Ndume wewe twende nikubaie food. But ujue hiyo war ya siku moja ili build enmity to a point whereby ili risk maisha ya Abdul kuenda ndani. So mtu wangu Abdul pale alishafanya ngori kama hiyo. Akaenda zake akaandikisha statement kwa police station fulani inaitwa Saint. Sawa? Akafika pale akaandikisha statement yake fiti na nini. Kumaliza kuandika statement yake pale amekaa for like 3 days, akaamua since yule kijana anajua hata he has nothing to lose. Nikisema nitaanza kupeleka huyu msee mbio na nini, hata nilipa ama nini na tumepigana na yeye. So Abdul alikuwa ameenda kuandika tu ile statement pale kwa police station to be on the safe side. And mind you, Ndume na yeye alikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Kuna snitch pale kwa ofisi ya kina Abdul, alienda akafuata Ndume akamwambia by the way unajua Abdul ameenda akaandikisha statement my friend. Unajua most probably ni kama atajaza P3. So kama vipi wewe changamka.
So Ndume ujue ni msemo mwenye alishakaa ndani, ashafungwa juu ya mangori kadhaa. So ana understanding system ya law vile ina work. But Abdul ananga ajui kitu yote. Unaget? So Ndume yeye akaenda kwa station nyingine sasa. Hiyo station inaitwa Kamu. Akaenda kwa hiyo station pale, akaenda akaandikisha statement, akajaza P3. So siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu yule msee akakuja na masanse kwa ofisi. Kufika hivi Abdul akaitwa kuja. Abdul akakuja mpaka pale. Abdul kufika hivi akaambiwa, habari yako mzuri, wewe ndio unaitwa mtu fulani? Akasema ni mimi. Akaambiwa, wewe ndio ulingoa huyu jamaa mimi. Abdul akashtuka na shindwa error. Akaambiwa, wewe ulipigana na huyu mtu juzi? Akasema ni kweli nilichapana na huyu. Wewe unajua ulingoa huyu mtu meno? My friend, hiyo meno iling'oka 6 years ago. Lakini Ndume aliamua na take advantage ya kuanguka nayo. Abdul aliyekuwa pingu mtu wangu hata hakuamini. Sawa? Abdul alibeba my friend mpaka Kamu. Ufikishwa Kamu hivi anaanza kunjua pale, akaambia mbona ulichapa huyo msee? So ujue Ndume ana understanding system kwa sababu yeye alishakaa ndani. Anajua pale kuna CCTV camera, na CCTV camera haikunichukua mimi nikichapa Abdul. Ilichukua Abdul akianza kunichapa. So definitely it means ngori hapa hata ikitokea inaonesha ukweli kuwa ya kwamba hii CCTV camera inaonesha Abdul ndo aliattack huyu mtu. So unaona Abdul alikuwa on the wrong kabisa, place yenye yeye angeweza kujitoa kwa hiyo ngori masa. And Abdul ni hasira tu ilimbeba pale mpaka kurusha hiyo fight na nini na nini. But this guy alisha advise na mabeshte zake pale, akaambia bro, unajua bana, huyu Abdul ni mseko kwa company. Huyu Abdul ni mlight skin bro. Sawa? Alafu ujue pia, by the way, without forgetting, Abdul as much as alikuwa na hustle, ni msee pia alikuwa na working na media somehow. So alikuwa ngana kafunga, sometimes anapiga advertisement pale na nini. So ni msee mwenye pia alikuwa kidogo amekafunga somehow. So ujue Ndume pale alishachanuliwa, alafu pia na ile akili yake ya ujela na nini, alikuwa anajua hapa atatoka na ndio mzuri. Wakaanza kupress case mtongo pale ndani ya Kamu. Abdul akaulizwa, imekuwaje, kumeenda aje hapa hivi ukapiga huyo kijana? Ni kweli ulipigana naye? Kuko na CCTV footage. So Abdul akashikanisha akajiambia, hapa the moment CCTV footage itashikwa tu hivi, waone hao wase wa watch ile CCTV, mimi ndio nilianza kuchapa huyo msee. So vovote vile itakavyokuwa, itakuwa confirmed ya kwanza mimi nilifanya hiyo offense ya assault na nitajipata ndani. Sasa unajua wale wase pale masanse wawili, sanse mmoja pale mtu wangu kidogo ako na meno imetoka nje hivi, afu mwingine ni mweusi tititi. Sawa? I'm not going to disclose names, but I'm so sure msha understand how ni wase wa type gani. So wakaambia Abdul pale, wameingiza Abdul kwa ofisi pale, wakaambia Abdul, sasa wewe unaona tumaliza aje kesi? So unajua Abdul hakuwa na dopa, na kaambia wazee, mimi niko na 5000 mbele mimi. Mimi sina pesa nyingine, mimi ni hustler nini. But ujue Ndume pale alishapeleka masanse na rada, akawaambia huyu boys akawa company, huyu boys msena wakiji na media na nini. And at the same time huyu boys ujue ni huyu boys ameji-establish ma stories za advertisement nini, na mnaona kijana mwenyewe ni ngozi ya dhao. So wase wakaanza kupush pale. Statement yenye iliandikwa haikuandikwa tu statement ya assault peke yake. Ile statement iliandikwa kuwa Abdul alichapa Ndume, Ndume akapoteza simu ya 3000 plus 7000, so that's 10000. Officers wakaambia Abdul, my friend, kutokana na description ya hii statement, it means kesi itachange kutoka kwa assault ikuje igeuke ikuwe robbery with violence, my friend. So umepiga mtu na akapoteza vitu, definitely you are the first suspect. So Abdul pale amechanganyikiwa, anashindwa atafanya nini. Ana kakitu, my friend. Alafu jo huyu mse wa street yako pale mboka, najua hapa my friend, Abdul akichota hapa mimi niko mbele. So ni kama alikuwa anacheza game na wale wasee pale. Abdul ameshikwa na frustration. Mind you, kama Abdul angekuwa ni kweli hiyo ngori ya assault amestakiwa nayo, alikuwa anafaa kufungwa 5 years. Kwa sababu amecause harm to a point where yule mse akang'oka meno. As it is stated. Though meno zao mse ziling'oka kitambo, but alitumia hiyo kama kusafiria nyota. So case nayo ikachange from assault to robbery with violence. Robbery with violence, my friend, utaenda ndani maisha. It is death sentence actually. Iko kwa Cap 63, the penal code Cap 63 section 295 hapo, 295, 96, 97 I think imekuwa described hapo hivyo. Na unajua ukishikwa na ngori ya robbery with violence, wewe unafaa you are going to be a contempt, like it's a death sentence, my friend. So Abdul pale anafikiria, my friend, kutaenda aje, anajaribu kupewa maji na unga. Anaambia mtu wangu wewe changamka. Na unajua by the way, ngori
ya robbery with violence, unajua unafaa kulipishwa fine ya pesa ngapi? Askari mmoja akaandika 500k kwa karatasi, anamwandikia hii ndio fine. Na huyu mwingine, unajua alikuwa askari wawili, huyu mwingine akasema 50,000. Abdul akajua there is something off hapa. Huyu mmoja ananiambia 50,000, hiyo ndio bond ama hiyo ndio cash bill ama hiyo ndio fine. Na huyu mwingine ananiandikia 500k. So there is something off hapa hivi. Abdul akashikanisha. So akaanza kukua composed kidogo. Akaambia wewe relax, amua venye utafanya calls na nini. So wakawekwa place moja tu kwa room moja kwa ofisi ya Abdul na Ndume. Akajaribu kuongelesha Ndume pale mbele ya makara. Akamwambia Ndume, mazee, bro wewe ni best yangu. Tumepigana na wewe mtu wangu siku moja mzee. Umeamua unataka kuja kuni destroy hivi mtu wangu to a point whereby umenileta huko mbele kwa sababu tumepigana, tumekosana siku moja. Mimi sikatai tumepigana naye, lakini bro uone zile vitu zenye nimekufanyia. Akakumbusha Ndume, akamwambia mazee, bro mimi natokanga job jioni na kupeleka na kubaianga sapa bro. Yaani uone hizo vitu zote unaamua sahihi, unaona tu hii ngori moja unataka kunimalizia bro. Abdullah akaambia yule msee kitu moja, Ndume acha nikwambie kitu moja bro. Mimi najua, I'm so sure sitakaa ndani, najua nitatoka. But utakuwa na sura gani ama utakuwa na courage gani ya kuja kuniomba usaidizi tena in case utahitaji? Unajua Ndume pale anajifanya hata hataki kuelewa. Kwanza Ndume akaongeza zaidi mbele ya wale makarao pale akasema, "Aidha hata nilikuwa nimesahau kuambia huyu msee ametrain. Aliniambia juu yeye ametrain siku moja atakuja anichape na ndio hiyo siku yenye amenichapa." Unajua hapo my friend ni sawa sana kuchukua kuni unaendelea ama unachukua msumari ya moto unaekelea kwa kidonda. Yaani kesi inazidi kukua moto. Abdullah amechanganyikiwa pale atafanya nini? So kufika jioni pale akakuwa lucky enough lawyer wa the company akatumwa pale kwa hiyo station ya Kamu. Akakuja akanegotiate na nini, wakalipa pale fiti, Abdullah kariliziwa. So Abdullah alikuwa anafaa kuenda kotini on Wednesday. But yule lawyer akaadvise Abdullah, akauliza Abdullah, "Wewe uliandikisha statement?" Akasema yeye. Akaambia enda ufollow up na hiyo statement. Ujue ni nani, ni askari mgani yako na kesi yako. So mahali kitendo ili happen, hiyo vita mahali ili happen ni area of jurisdiction ya station ya Saint. Mahali Abdullah alienda kaandikisha statement. But unajua Ndume after alijua Abdullah aliandikisha statement kule Saint, akaamua yeye askari anapiga nao biashara haramu ni askari wenye wako Kamu. Akaamua yeye anatoka pale mahali yako, akaenda kwa area of jurisdiction nyingine ya police station nyingine akaandikisha statement kule. Wale officers wakatoka kule wakakuja kwa area of jurisdiction yenye sio yao, wakachukua Abdul pale. So lawyer akaadvise Abdul, enda follow up side yako. Abdul akafika pale akajieleza kwa wale officers wakamwambia enda process P3. Ujue Abdul alikuwa na damage hapa, juu hata Abdul pia aliwaiwa kidogo. Alikuwa na damage hapa hivi, amekatika uso, ameumia huku. Unaona? Abdul akaenda kaandikisha statement akajaza P3 pia yeye akaenda zake hospitali. Ujue my friend, siku yenye Abdul alikuwa anapigananga vita, jana alisign contract na corporate moja yenye hiyo corporate kuna statement pale kwa hiyo contract ilikuwa inasema I will not be involved in any kind of violence. So ujue Abdul alikuwa ashaenda against contract. But venye alienda set the following day, venye alienda set after hiyo fight, alienda hospitali akatibiwa. Kabla hizi mangori zote, kwa sababu Abdul alipigana leo, alisign contract jana akapigana leo, kesho alikuwa anaenda kushoot advert. So alipofika set, alimake sure director na producer wajamuona, akakimbia kwa msee wa makeup mbio, msee wa makeup alificha zile vitu. Akashoot advert yake vizuri. Alitumia hiyo ujanja. So kukua kule ile police station, alipokuwa shajaza ile P3 yake na nini, akaenda kaandikisha zile statement na nini, akaenda hospitali akafanywa check up, akaenda akafollow up kwa hiyo police station, alishtaki askari gani ako na kesi yake. So ule askari akapatana naye pale, akaelezea ule askari the whole story. Askari akakuja hadi kwa ofisi pale. Kufika kwa ofisi hivi akaambia Abdul, hebu nisaidie na namba ya ule ofisa wa kule mwenye ako na kesi. Kwa sababu ule ofisa wa kule alikuwa anashinda akitumia message Abdul akijaribu kumpressure ya kwamba unafaa kuenda kotini Wednesday, sijui nini. Na yule Ndume pia naye alikuwa anaenda kupressure, naambia wale jamaa, mbona jamaa bado namuona kwa ofisi hajashikwa, hajaenda koti, sijui nini kwanza aachiliwe nini. Unaona, so ilikuwa ni pressure bado inaendelea. Abdul mtu wangu alikuwa frustrated to a point whereby alifeel kurudi zake coast. Kwa sababu alianza kuona sasa maisha yangu inataka kuharibika. Let's go back. Tukiwa pale kwa police station, Abdul alikuwa anajaribu kucheza chini na kunyenyekea kwa sababu kitendo ili happen around November, August, November hapo I think. And next year, early next year kulikuwa kunatakikana kuwa na recruitment. So ujue Abdul akichukuliwa fingerprints zikiingia kwa system, hata manage kuingia kwa kikosi. So unajua yani Abdul mali yako yeye alikuwa anatokota.
Yani lazima tu alikuwa play safe, avoid kuenda court. Wale jamaa walikuwa wamemchukua fingerprints, but yule lawyer venye alikuja, I think they only dismiss zile fingerprints. So Abdul alikuwa kwa position yenye anashindanga kitokota. But sasa askari akakuja, yule mwenye alikuwa na kesi yake kwa ile ofisi pale, akampea namba ya yule askari mwenye akona ile kesi yao kwa ile station nyingine, akampigia, akamsalimia, akajiintroduce yule officer. Akamwambia, sijui kama unakumbuka kuhusu mtu fulani fulani, kesi ya mtu fulani fulani. Yule askari wakamua, akamwambia, yes, nakumbuka hivi na hivi. Akamwambia, sasa unajua hii kitendo yenye ili happen, hii kitendo ili happen area of jurisdiction ya police station ya St. And I don't know why nyinyi mulitoka Kamu mukavuka kwa jurisdiction yetu mukashukua mtu. Akamuuliza, kwanza huyo kijana wenu aliandikisha statement lini? Kijana wao aliandikisha statement, let's say for example tarehe 5. And Abdul aliandikisha statement the same day hiyo kitendo ili happen, yenye ilikuwa ni around I think tarehe 2, tarehe 3 hapo. Yani zilikuwa zimepishana kitu kama siku 2 I guess. Kwa sababu yule alivyopata intel ya kwamba huyu Abdul aliandikisha statement ndio yeye alienda akaandikisha. So zilikuwa zimepishana na masiku. So Abdul alikuwa first kwenda kureport kwa the right station. So huyu officer mwenye sasa akona kesi ya Abdul sasa hii side ya St. Akauliza yule askari wa kule, sasa wewe unaona tufanye vipi? Kwa sababu the head in charge crime amenituma ni follow up na hii kesi, kwa sababu hawaelewi what has happened. Kwa sababu whatever the move you guys have done, it is a wrong move. Nyinyi mlikuwa mnafahamu to involve sisi kwa hii story, but nyinyi mlikuja mkachukua mtu kwetu. Sasa yule askari wa kule kutaka kujitoa kwa ngori, akamwambia basi sasa kitu yenye tutafanya, huyu Ndume akikuja kufollow up na hii kesi tutakupigia simu. Abdullah akamwambia wewe tulie, wewe kuwa tu safe. Bro, kesi ili change kuanzia assault mpaka ikakuja robbery with violence. So tuko kwa robbery with violence bado hapa hivi. Lakini kuna ukora ilifanyika hapa hivi kwa sababu Ndume anafanyanga biashara haramu na wale askari wa Kamu. That's why aliwatumia kukuja kuchukua Abdullah hapo. Na Abdullah alifuata the right procedure huko the other end. Sawa? So Abdul pia anaenda ka process hiyo P3 yake. Na ujue Abdullah aliumia kweli. Jonas ni unajua ni kachiwawa. So kaliparuka kichwa sijui wapi. Akaenda akatengenezwa nini. So bado alikuwa na hizo maalama. So on Wednesday the guy alienda ka follow up na hiyo kesi kule kwa ile station yake ya Kamu. Ndume alienda ka follow up. Kufika pale Ndume akaambiwa ngoja. Askari huyu mwenye ako huku St akapigia simu akamwambia huyu jamaa amekuja hapa hivi. So askari wa St akatoka na mbogi yake mpaka pale kwa station ya Kamu akachukua yule jamaa. Askari wa St hakuwa anajua kama huyu jamaa ni street guy, kama Ndume ni street guy. After alienda ku arrest Ndume akaona huyu ni msee wa street. This guy has nothing to lose. And that's why anajaribu kupressure hii. Na akiangalia Abdul ni msee mwenye amejipanga kilife, like anajaribu kujifaitia kimaisha. Akajua kabisa huyu Ndume anajaribu kufrustrate huyu kijana. Ndio again kitu kutoka hapo. Akachukua Ndume akaenda naye mpaka kwa station pale. Hakuweka Ndume ndani, akampea free bond. Na akapigia Abdul simu akamwambia mimi nimepatia free bond Ndume, anaomba siku fulani ukuja hapa kwa station tuongelee hii kesi. Sasa unajua Abdul pale alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu aliogopa, anaona kama hii kesi itaenda kweli. Wale jamaa labda zile fingerprints zangu kama labda wajazi destroy wanaweza wazipeleke, nitakosa nafasi ya kwenda recruitment kwa sababu nitakuwa niko na ngori ya assault. Si kama una understand. So wakaenda hiyo siku yenye waliitwa pale asubuhi. Kufika hivi Abdullah shadvise mazee usijaribu kugive up, kutaka kukimbia na ngori kwa sababu huyu msee ashaandikisha statement kwa ile station. Ikikuwa ni historia ya kwenda kupushi agenda mpaka kotini na wewe utoroke useme utarudi kwenu coast, utatoka warrant of arrest. Na kukitoka warrant of arrest juu umetoroka juu hii ngori, hautasikizwa tena. Wewe utaenda ndani kweli na ile ngori umeandikiwa. So Abdul alikuwa hakuna cha kufanya, lazima tu cooperate. Wakaenda kwa station sasa pale ile ya St. Kufika pale wakaongeleshwa, wakaambiwa wewe ilikuwaje? Kijana akajieleza na Abdul naye akajieleza. So yule officer tu kukua fair enough kwa sababu alishapimwa na maji na unga na akaona kuna mmoja anajaribu kufrustrate mwingine. Akamwambia nyinyi mlipigana kwa public place. So nyinyi kesi yenu itageuka from hiyo ngori yenye mmeandika ikuje ikue afray kwa sababu nyinyi mlipigana in a public place. Na mkipigana in a public place, mkishikwa na officers, nyinyi mnaweza shtakiwa na afray. Na the reason as to why nyote mnashtakiwa na afray, it is because nyote mko na P3. So hatuwataki kuanza kuleta sasa ugomvi kati ya Kamu na St. Nyote si mko na P3. Sasa zote ziko na muhuri ya police station, si ndio? So whatever we are going to do, nyinyi tutawashtaki na ngori ya afray. So it is either musikizane ama muamue. Ndume my friend ni mtu ameshakaa ndani. Ndume akona bitterness.
anataka ku make sure kama anispend pesa kwa wale askari wa Kamuu kufanya hii story yote, pesa yake irudi na apate profit. Akaamua yeye hataki kusikiza, akaamua yeye hataki maneno kabisa. Wakaambiwa na wale officers hivi, wewe Abdul, hebu tuambie uko na issue yote na jamaa? Abdul akasema mimi sina issue yote na jamaa, kwa sababu hata kama tutashinda tumeanza kusumbuana na huyo msee hapa hivi, hakuna kitu msee anaweza nilipa. Na yule jamaa naye akaulizwa, yule jamaa akasema hapana, mimi nipoteza 3000 na simu, so lazima nilipe. Akaambiwa na officers pale, ukipigana na mtu ukipoteza vitu, it doesn't mean yule mtu ndio alikuibia hiyo kitu. So Abdul akajaribu kupiga hesabu pale, akasema bana, mimi niko na maswali nataka kuuliza huyu jamaa. Akaambiwa hebu uliza. Akauliza Ndume swali ya kwanza, Ndume, wewe unafanya kazi gani? Ndume akasema yeye ni manamba. Akamuuliza, manamba ni touting, si ndio? Akasema yeye. Akauliza officers pale, touting inaruhusiwa? Akaambiwa touting hairuhusiwi. Akaangalia Abdul na akaambia wale maofficers, unaona hiyo ni makosa ya kwanza yake. Ndume pale akaanza kushtuka, sasa mbona unaanza kunichenjea? Akaambia ngoja nikuulize tena swali lingine. Akauliza swali ya pili, mimi na wewe tulipigana wapi? Alikasema tulipigana nje ya ofisi. Ofisi ya nani? Ofisi yenu. So it means mimi si kutoka nikakufuata kule kwa street. Wewe ndio ulikuja nje ya ofisi yetu, ukaleta issues pale, ndio tukafanya tukapigana. So wewe ulikuja ku cause disturbance. That's the second blow mtu wangu Abdul amechapa mtu hapa. Sasa akamba wewe ulikuja ku cause nini? Wewe ulikuja ku cause disturbance. Ulikuja ku cause disturbance na harassment. So kazi yenye wewe unafanya hata kama ni hustle, hiyo kazi hairuhusiwi. Touting hairuhusiwi. Harassment, disturbance hairuhusiwi. Sawa sawa. So hiyo kesi hapo ilikuwa ishageuka. Ndume amekasirika pale. So kitu wenye walifanya wale maofficers wakaambia Ndume na Abdul, hebu muelewane hapa. Abdul akatoa simu pale vizuri, akafinya rekodi ya kamera pale vizuri, akaweka vizuri, akaambia yule kijana, sasa wewe umeamuaje? Yule kijana akamwambia, Ndume akaambia Abdul, acha nikwambie, mimi nitaendelea kupushi maneno. Kama ni kushikwa, mimi nimezoea kushikwa na matouting na nini. Hata kuiba mimi naibanga. So my friend, mimi ile pesa yenye nimetumia kuenda kuhonga wale askari wakuja kushike wewe, lazima hiyo pesa irudi na irudi na profit. So ujue pale kamera ina roll pale chini ya maji, Abdul akingeju jamaa. Akamwambia lakini bro, wewe kazi yenye unafanya wewe bana, wewe unafanya kazi ya touting na touting hairuhusiwi. Kitu ya pili, tulipigana na wewe nje ya ofisi yetu bana. So mimi sikukufuata huko, wewe ndio ulinifuata. Na unajua mimi hata si ati nimengoka meno. Hiyo meno lingoka 6 years ago, lakini wewe ndio utanipia. Abdul amecapture kila kitu pale vizuri. Kitu around 2 minutes hivi. Kijana anaongea pale na makasiriko na nini. Wenye walimaliza officers wakakuja wakauliza, "Mmalizana?" Abdul akasema mimi niko set. Kijana akasema pale bana, mimi sitaki kujua, mimi nitatoka hapa niende kwa police headquarters huko mbele, niende nipushi maneno. But unajua Abdul alikuwa safe pale kwa sababu alikuwa amerecord sasa the full footage. Huyu jamaa akijaribu kumintimidate na kumuuzia uoga na hizo vitu zote. So ujue kesi ngumi zilitembea pale, ikaanza kwa assault. Assault yake mtu wangu ya kung'oa huyo mtu meno yenye ni ya uongo ilikuwa afungwe 5 years. Assault ikachange, ikakuja ikakuwa robbery with violence, that death sentence. Sawa sawa. Ikatoka kwa robbery with violence ikakuja kwa afre unafungwa 1 year. Or muelewane vizuri, waamue tu wao wenyewe mwapia free bond wamewasamea. So good thing according to ile kesi vile ilikuwa inafuatiliwa na nini. Watu walipima maji na unga wakaona huyu kijana anajaribu kufrustrate Abdul ndio apate kitu kutoka hapo. Na hiyo information yote. So kesi ikakuwa sasa walipigana in a public place. So ikakuwa ni kesi ya Frey. So wao ndio walikuwa in charge waamue kama watawaset free, muombane msamaha wa set free ama wapeleke ndani. Of course kuna cases zingine mnaweza elewana. Sasa kufungwa 1 year. Unaona? So officers wali treat as if walielewana, but unajua yule kijana Ndume alikuwa na grudge. Kesi ikaishia hapo. After some few years Abdul alipata nafasi, akachukuliwa kikosi pale vizuri, akajoin kikosi. And guess what? One day Abdul alikuwa kwa blocks za cells pale. Sawa sawa, anajaribu kupiga hesabu pale watu wanafaa kwenda court na nini. Na alipatana na ndugu yetu pale anaitwa Ndume. Ndume ameshikwa na ngori ya uizi. Ako pale ndani. Abdul vile akona roho mzuri, hakupiga Ndume, hakuongelesha Ndume vibaya. The only thing that Abdul did, aliassume Ndume na akajifanya kama ajui huyo kijana. Ndume felt so bad kwa sababu pale alikuwa place yenye yako vulnerable, angehitaji usaidizi.
lakini mtu mwenye ulimkosea ukamset up to a point, ulirisk chance yake in future hata kupata hiyo nafasi kukuwa officer. Wewe amepata hiyo nafasi lakini hawezi kukusaidia. So anyway guys, kama dawa, naamini sana you have learned something out of this. Mtu wangu, protect yourself for obvious reasons and make sure before na make some moves, zile tacticals, umepiga peras ukaona pale hakuna CCTV, hakuna kamera ina roll, na unaingia mtu vizuri pale kisawasawa, na heshima inadumu, au sio? Anyway manze, usikose kusubscribe mtu wangu kwa channel yangu, alafu click on that bell button upate notification. Kama dawa manze, kuambiana kuko, kusikiliza ndio kuna.